Haya matatizo umetafuta wewe mwenyewe. Hivyo basi utaendelea kuteseka hivi hivi mpaka mwisho wa maisha yako. Achana na hivyo vita ambavyo unataka kwenda navyo, kwa sababu tumemzika mama muda si mrefu, hata mwezi hujaisha bado, lakini mpaka hivyo najiingiza kwenye vita kubwa. Kama naomba achane na hayo mambo kakaangu. Hivi wewe Hanifa na wewe Deo, hivi mnaweza mkaniambia ni sababu ipi inayofanya msiende shule? Mama mdogo, kama wewe umesoma naona kazi yoyote. Mama mdogo, sisi hatuwezi kusababisha wazazi wetu waharibu vitu kama alivyoharibu wazazi wako kwa ajili ya kukusomesha. Kwa hiyo kumbe unajua kabisa kwamba tumetoka kumzika mzazi wetu muda so mrefu. Ila unaona kama hiki ambacho nataka ukifanya hapa sasa hivi ni kitu kibaya. Sasa hebu nisikilize mdogo wangu. Yaani wewe kama unaona raha kuwaona waliohusika na kifo cha wazazi wetu wanaenjoy huko, I say ni wewe. Ila mimi hapana. Ungefanya kazi yoyote ulioajiriwa, hapo ungetushawishi, lakini kwa hilo ukisoma shule. Malaya mkubwa wewe. Rafiki yangu. Kumbuka kakangu, usilipize baya kwa baya. Hebu mwachie Mungu hiyo kazi atafanya yeye, kwamba alipeje hapo. Maana hii vita sidhani kama utaiweza. Unajua wamejipanga vipi wale mpaka kufanya kitu kama hicho? Yaani unajua siku zote naambiwa malipo ni hapa hapa duniani. Sasa wewe kama utasubiria kwamba Mungu ataenda kulipa huko, endelea kusubiri. Unajipendekeza. Rafiki yangu huko nini? Kilichokuleta hapa kwanza nini? Cheki ulivyo kaka. Hizo ni buti zale za kwanza. Cheki nilo shati. Kama unafungia gamu yoga. Ndio ushangae sasa hizo nywele zilivyo kaka. Nyie watoto, nikauliza swali mnaweza mkanijibu? Hatina muda kujibu maswali yako. Unajua wamejipanga vipi hao mpaka kufanya kitu kama hicho? Mimi ni hayo tu. Sina hata cha kuongea sana. Hivi ni maneno gani mnayoongea mbele ya huyo mgeni? Wanasemaga hivi, usiojua sana usikwani. Wewe, ukitaka kujitafutia matatizo, baki hapa. Sasa sisi tunaomba usijitafutie matatizo. Ondoka. Mimi sitaki kujua kwamba hao watu wamejipanga vipi au wamejipangaje. Yaani vita ni vita tu. Lazima watakubali. Kwani nini bana? Na mdogo, unajua ni kwa nini tumemfukuza huyo shoga yako? Ndio, hebu mwambie. Katika pita zetu, si tukamkuta na yule mpenzi wako wanapigana bubusu. Hivi mna uhakika na mnachokiongea? Ndio. Ndio tushamaliza. Hivi tunakula nini? Kama ugali tumekula mchana saa hizi hatuvunjiki. Kama nenda basi kanunue. Asante. Dada mwitiwe. Karibu jisikie uko nyumbani. Asante. Nishakaribia. Alafu kama vile hauko sawa, sijakuzoea hivyo.
Kawaida, unajua tena mabarua yanakuchosha. Naambia. Unajua mimi sina amani kabisa. Maana nahisi kakaangu akifika hapa namuogopa. Au ugopi? Hapo mimi ndio nimbishe. Na maanisha hata saa hizi dada. Salama kwenu. Wema tu. Karibu. Karibu kiti kwanza. Nikae hapa. Njoka. Haya, asante. Asante sana. Sasa Shamila, sasa unaogopa nini mpenzi wangu? Na mdogo pia. Huyu baba anasema kwa ni mgeni kwenye kijiji. Anakuja kumtafuta mdogo wake. Sisi tumemkuta huko. Natuambia hivi. Kama mna wazazi mnipeleke wazazi wenu, kaamua tumlete. Na sisi tukaona tumlete hapa nyumbani. Basi ni vizuri lakini kama hivi kwa sasa katoa taarifa ambapo kwa kutana na mtu. Yaani dada yangu nadhani mimi hapo nina tatizo. Na mimi niko tayari, mimi ni mtu tu mwema. Hata kwa balozi wapi nipeleke tu hapo nitambulishe. Dada. Muloba mkoze cyane. Nitashukuru sana. Naombeni mnipokee ndaka siku chache tu. Okay, sio. Hali nyumbani ni Mimi ni mwenyeji wa Kigoma vijijini. Kweli unanipenda kama ninavyokupenda mimi? Au ni basi tu najisumbua? Maana mimi kwako kweli nakupenda sana mpenzi wangu. Usiwe na wasiwasi. Badilika sekunde. Nikuta moyo wangu umezama huko, kumbe wewe una mtu mwingine huko, nitaumia sana. Usiwe na wasiwasi basi mpenzi wangu. Sawa. Kuna ndugu yangu anaitwa Ndogole Ntukungu, ndio nimekuja kumtafuta. kwa kipindi natoka huko kwenu kwa Aliaga. Alisema nakuja, yaani na maana kana natoka Kigoma alikuja huko kusukumana kutafuta maisha. Lakini kuva yuko chavuye Kigoma alamba kana pesa. Hasa ndio muongea nini? Baki hata sijaelewa chochote. Na bwana jisahau. Nasema hivi lakini tangu kilivyotoka Kigoma huko mpaka Navya hakijawahi kurudi tena huko. Basi sawa. Karibu. Mimi nitaleta pesa kwenu. Nitakuoa. Nitakuvuta utakuwa wangu. Basi kama anipenda kweli usinivute, nisogeze. Basi sawa mpenzi wangu, usijali. Sawa. Nitakuoa. Sawa. Kama kakaangu atalizia. Hilo limeisha. Samani msumbufu. Bila samani mdogo wangu. Nahitaji kutambulisha. Tambulisha. Namwona huyu mgeni? Namwona. Huyu ni mchumba wangu. Wow. Yeah. Karibu. Asante sana. Eti, jisikie amani. Shukrani sana. Eti. Huyu kama unamwona hapo mdogo wako. Mdogo wangu. Mama mdogo. Mama jambo. Kipindi kile tulipocheza mbuzi. Nakumbuka. Baba watu alijichukulia. Hey, muone na hizo ndala kama madimpozi ya chura. Mpaka namshangaa. Nataka nikuulize kwa wewe ndio ulichukua mbuzi? Ona nalio bebe. Msifahamu. Unataka kuniambia watoto ni waongo? Ondoka. Ondoka. Nenda.
Naenda. Njia nyeupe hiyo. Naenda. Odi. Karibu. Vipi? Safi. Kwema mkuu. Kwema. Ujio wako sikuwepo nao. Ni kweli. Nimeelekezwa na watu hapa. Nimeambiwa kuwa wewe unaweza kuitatua shida yangu. Amina, nataka nikuulize mdogo wangu. Huyu mkako uliomleta kuja kutambulisha ndo aliyoiba mbuzi? Dada nisamehe. Basi sawa, mimi nakusamehe, lakini unajifikiria sana kabla ya kutenda kitu. Kuwa makini sana. Shida yangu mimi ni uchawi, ila sio uchawi mbaya. Nahitaji uchawi mzuri. Umesema unahitaji uchawi mzuri. Sawa. Sasa uache nipumzike hapa, alafu kesho kazi yako itaanza moja kwa moja, ila tafuta sana nyeupe. Sawa. Ingia kule ndani upumzike. Umesema unaitwa nani kweli? Sawa tu. Hivi, mbona unasahau jina langu wakati nakwambia mara kwa mara? Jina lako ni gumu mno. Sawa, mimi naitwa Magogo. Ulisema yule unaomtafuta yule jina lake ni nani? Na lenyewe umeshasahau. Ila sawa tu. Yule ninayemtafuta anaitwa Ndogolo Ndurungwa. Una majina magumu nye. Yaani majina magumu kweli. Majina magumu kama jinsi ilivyo. Unaona hata sura jinsi ilivyo. Ila sasa jamani, sawa. Mimi naombeni niendelee kukugomia hii miguru yanje. Unasemaje? Nasema hivi, mimi niendelee kukugomia hii miguru yanje, niende kumtafuta huyo Mungu. Sawa? Aya, karibu tena. Haya, sawa. Majina magumu kama jiwe. Ndogo gani hiyo? Nilikuwa tu nakusalimia. Mbona sasa? Aisee, samahani. Kuna ndugu yangu mmoja nimekuja huko kumtafuta. Anaitwa nani? Anaitwa Ndogolo Ndurungwa. Jina gani hilo? Mbona hata siwewe? Ndio jina la huyo ndugu yangu, ndio mtu ambaye nimekuja kumtafuta. Blaza. Kweli? Kwa ndugu wako msifa. Haya, sawa. Jenifer, mambo? Poa. Deus, mambo? Poa. Za masomo? Hivi nyie ndio mama kabisa kuachia shule? Masuala ya kuacha shule sisi nyie anahusu.
Lazima ituhusu kwa kuwa tunasoma shule moja. Shule ndio ufunguo wa maisha. Ipe ufunguo. Soma ndio upate ufunguo. Kutoa makongolo yenu huko kuja hapa kutetea habari hizo. Ukomee leo na muda huu. Tena sikiza nikwambie. Hicho kitu kama papai. Sikiza nikwambie. Tumeacha shule kwa kutaka sisi wenyewe, hatujaambiwa na mtu yoyote. Sasa tafadhali rudi ulikotoka. Masuala kuja kutuambia sisi tusome imeshatuchosha. Nyie mnaosoma wewe asubuhi na kukesha. Someni mtakuja mwe marais. Sasa mmekuja kwa miguu zenu. Tafadhali muende. Na hiyo sura yako ilivyoenda pale utafikiri sifia kupitia makali. Na ndio mshangae sasa. Jamani ndio alipozaliwa. Huyo mwalimu kazi akayendi kutumwa kagula tu fimbo kutumwa kagula tu. Kagula ndo mwalimu sasa. Yaani kutuchapa fimbo Bila kosa. yaani ukikosea kidogo anakumukagula tu. Kwa hiyo huyo mwalimu mwenyewe alikuwa anamfundisha somo gani? Alikuwa anatufundisha hesabu. Hili kwani likalilo li mwalimu. Mbona ulikuwa sawa? Kawaida tu. Mimi. Wewe kijana leo kaa kwa nini? Magugwa. Magogwa? Hayo ongea. Amekuja huku kutafuta mtu. Anatokea. Ametokea Kigoma. Sasa sisi hatuna maneno mengi. Tumekuja hapa kukupitia twende sokoni. Mimi siendi mimi ndani. Huyo mgeni wa jamii maana yake ana furaha sana. Leo napika mapema. Ngoja sisi twende maana tutachelewa, sisi mboga za shida sana. Sawa.